Tunakushukuru kwa ajili ya semina hii ya baraka kabisa. Asante kwa ajili ya mtumishi wako aliyomwandaa ili apate kutuhudumia mahali hapa kupitia semina hii ya baraka kabisa. Tunakushukuru kwa upendo wako na fadhili zako. Tunakushukuru kwa wema wako, ewe Mungu uliye mbinguni. Tunasema asante Bwana na Bwana, asante Mungu mtakatifu, asante mfalme wa amani, asante Mungu mwenye nguvu. Tunaalika uwepo wako katika jioni hii ya leo. Tunaalika na nguvu zako mahali hapa jioni ya leo. Tunakusihi Bwana ukaanze nasi na ukamalize pamoja nasi. Tukakuone katika jioni ya leo ukituhudumia. Tukakuone katika jioni ya leo kupitia semina hii Bwana. Tukakuone katika jioni ya leo kupitia neno lako la uzima. Tukakuone katika jioni ya leo kupitia maombi na maombezi. Baba, tunakusihi uwepo wako usitupite mahali hapa. Uwepo wako usitupungukie mahali hapa. Bwana, tunaiombea semina hii katika jina la Yesu. Tunamwombea kila mmoja atakayeingia nyumbani mwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa kunena nasi jioni hii ya leo, Mfalme Mungu atakapoenda kusimama na kuenda kumtumia kama chombo chako Bwana, kwa njia ya neno lako, kwa njia ya maombi, kwa njia ya sifa ambazo zitaendelea mahali hapa, Kristo utapata kuzungumza pamoja nasi. Anza nasi ibada hii Mfalme, na kumaliza pamoja nasi. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kanisa tunakuomba na tukushukuru. Tuseme wote amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunapatikana kwenye chaneli ya KKT Mwenge. Na nafikiri ile linki inaweza ikawa imekuwa shared kwenye groups za WhatsApp, unaweza ukaweza kutuma kwa watu wengine ili waweze kupata. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kichwa chetu cha somo kama vile ambavyo tulianza kinazungumzia kushughulikia upinzani au kuondoa upinzani kwenye lango lako la baraka ili uweze kumiliki kiagano, ili uweze kumiliki na kutawala kwenye nyakati ulizopewa kiagano. Na ninaomba mtu aitia nisaidie pale tuweze kupata zile slide tuweze kuendelea. Na siku ya leo kuna kitu tunataka tukitazame ambacho ni maalum kabisa, ambacho huwezi kumiliki na kutawala juu ya uso wa nchi kama hicho kitu usipokiombea, usipokijua alafu kakiombea vizuri. Maana yake unapokijua na kukiombea vizuri, kuna namna utaiona neema ya Mungu ikikusaidia kukuvusha kwenye maeneo. Bwana Yesu asifiwe. Na baada ya kuanza maombi ya namna hiyo ya kuombea hilo eneo, nimeona Mungu pia akinisaidia binafsi. Kwa hiyo nikukaribishe sana na Mungu akuhudumie siku ya leo katika hicho kitu tunachoenda kukitazama. Tunisaidia IT kuweka ile slide ili tuweze kuendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunamshukuru Mungu kwa sababu hiki kitu kilichokuja, hili somo la leo lililokuja ni Mungu alinipa kwa sababu nilikuwa najiandaa. Lakini Mungu akaniambia, nenda kaseme hivi, kaseme hivi. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa sababu yeye ndo ameamua tusikie hichi kilichokusudiwa siku ya leo. IT naomba umwekee ile slide baada ya maombezi yale ya ndio kichwa chetu cha somo kama kilivyoonekana kinasema kushughulikia upinzani. Kile kichwa cha somo. Alafu taenda kwenye slide ile baada ya maombezi ya jana. Kushughulikia upinzani ili kumiliki na kutawala ndani ya agano katika nyakati ulizopewa. Kuna nyakati ulizopewa. Mwanadamu yote akiwa anakuwa amepewa wakati wa kuzaliwa. Mama yake anapewa mtoto, mtoto anatungwa tumboni, anazaliwa. Akizaliwa kuna nyakati za kuishi duniani ambazo zipo. Ambapo wakati wa kwanza ni wakati anapoumbwa tumboni. Lakini kabla hajaumbwa tumboni pia alifahamika kama Yeremia alivyoambiwa kwamba kabla sijakuumba nalikutambua. Kwa hiyo ndani ya tumbo alishatambulika. Kwa hiyo kuna majira ya kabla hajaumbwa akiwa tayari yupo. Kwa sababu ngoja nikwambie, mtu katika ulimwengu wa roho anaonekana kwanza kwenye ulimwengu wake wa roho, alafu ndo anakuja kwenye ulimwengu wa damu na nyama. Kabla binadamu hajazaliwa, mtoto hajazaliwa, tayari kwenye tumbo alishakuwepo. Tayari kwenye ulimwengu wa roho alishakuwepo. Kwa hiyo kile kitendo cha kuingia tumboni ni Mungu ameruhusu, ngoja nichague hii mbegu niweze kuzaliwa duniani.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama tunaenda pamoja sema ameni kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa namna hiyo binadamu huyu akishazaliwa ambaye ni mtoto anaanza hatua moja baada ya nyingine. Kuna malango anayapitia mbalimbali kwenye maisha yake. Kuna vitu mbalimbali atapitia kwenye maisha yake. Utamuona anakuwa, akishakuwa utamuona kuna madarasa atapita, atasoma, kuna vitu ataenda navyo, atafika mahali utasikia huyu mtoto ameshajitambua, sasa ngoja tumpeleke madhabahuni. Mtoto anapelekwa madhabahuni, alafu baadaye unamuona mtoto anaanza kujitegemea. Kwa hiyo ataanza kwenda hatua kwa hatua, na kuna malango mengine ataendelea kuyavuka kwenye maisha yake. Lango mojawapo ambalo ni la muhimu sana ambalo mtu analipitia, kwa sababu kuna malango ambayo mtu anayavuka kwa wakati, na kuna malango mengine ambayo yanaweza yakajirudia rudia kulingana na aina ya lango. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anaweza akamaliza namna hiyo, akaenda vizuri, akamaliza na shule. Kuna lango lingine hapo la kuoa na kuolewa, anatakiwa alipite. Akishalipita lango hilo tena ni vizuri, kwa sababu unapewa cheti kabla ya kufaulu mtihani. Kwa hiyo unapewa kwanza cheti, alafu utakutana na mitihani. Kwa hiyo katika ndoa anaanza kukutana na mitihani. Kwa hiyo ni lango lingine ameingia ambalo anaweza kukutana na upinzani ndani yake. Sasa sikiliza, kwenye malango ambayo yapo, upinzani kwenye malango upo na unakusubiri. Ukifikiria upo unakusubiri. Ndio maana Paulo anasema nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa, lakini wako wengi wanipingao. Kwa hiyo malango ya mwanadamu yako wazi, lakini upinzani uliosimama kwenye ni lazima uwe hodari katika maombi ili ujue namna ya kupangua hivyo vizuizi ambavyo vinaweza vikawa vimesimama kwa namna ya kukuzuia kwenye ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na kwa watu wengi ambao wanafahamu hii siri, unakuta mtu kama labda alikuwa kabla ya mchungaji, unakuta alikuwa mwimbaji, utamkuta ameendelea kuwa mwimbaji, ni mchungaji ndio, Mungu amembariki ndio, lakini utakuta ndani yake kuna vitu anaendelea kuvifanya, kwa sababu kwenye lango alipovuka kuna kitu, kuna neema iliyomvusha kwenye lango. Sasa watu wengi, sikiliza nikwambie, unaweza ukawa unaimba kwaya nzuri, alafu Mungu akakuvisha kwenye lango fulani la uchumi likakaa vizuri. Maana unatakiwa urudi uendelee kukaa kwenye kile chanzo, Na maandiko yanatuambia kwamba unapoomba ukapewa, kile kilichopatikana kwa maombi kinatunzwa kwa njia ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikuwekee msingi ili uone umuhimu wa hii semina, na umwambie na mwenzako, umwalike na mwenzako pia, tuendelee kuongezeka hapa. Lakini nataka nikupe msisitizo kwamba malango hayo ili kuweza kuyavuka, lazima ndani yako uwe umeitengenezea muda wa kuomba mara kwa mara. Semina namna hii, kuna vitu Mungu ataachilia. Vinapoachiliwa vitakusaidia kuvuka kwenye hao malango. Sababu kwenye malango kuna vitu vingi. Kwenye malango kuna upinzani. Kwenye malango upinzani mwingine unaweza ukawa hata hujui. Kumbuka, sizungumzi upinzani wa namna ya kisiasa. Nazungumza upinzani ambao wa vizuizi vya namna ya ulimwengu wa roho, ambao vinaweza kumzuia mtu asifike anaotakiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Naomba tuende kwenye, kama kuna mtu anaweza kusaidia kwenye hilo eneo hapo. Unaweza kumsaidia hapo kwenye kamera. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya maombezi yale ya jana, kuna slide inaendelea pale tuone. Lakini Mungu anasisitiza kwenye maandiko, na anasisitiza ya kwamba kumbuka, utakapokuwa umejenga nyumba na kukaa ndani yake, alafu ukala ukashiba, usimsahau Bwana Mungu wako. Kumbuka jana nilianza na kukwambia, ukizimia siku ya taabu, nguvu zako ni chache. Na anaposema ya kwamba ukiisha kula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake, usije ukajisahau, maana yake nini? Maana yake Mungu anakutazama kabla haujafanikiwa kupata zile baraka ulizokuwa nazo, na baada ya kuzipata zile baraka kuna badiliko gani limetokea? Huyu mtu ameendelea kuwa humble, ameendelea kuwa mnyenyekevu, ameendelea kunipenda. Akiona namna hiyo baraka zinakuja. Akiona namna hiyo unashangaa malango yako yanafunguka. Tunapita mahali malango yanafunguka. Baada ya maombezi, naomba uende kwenye slide ya kule mbele baada ya ile somo la jana. Bado.
nenda kabisa, utakuta maombezi alafu inaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna kitu gani ambacho Mungu anataka kutusisitiza siku ya leo kabla sijaendelea sana? Rudi juu kidogo. Juu tena. Hapo. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Kumbukumbu 8:12, na hii nataka uishike iwe kama kanuni. Nimeona watu wengi ambao Mungu amewabariki hawakutoka kwenye kumtafuta Mungu, waliongeza kumtafuta Mungu. Wale waliokimbia kwenye kumtafuta Mungu, ukija kuwatafuta baadaye, kama walikuwa wamebarikiwa kwenye eneo la uchumi, unakuta wameanguka kwenye eneo la uchumi. Lakini ukikuta yule mtu ameng'ang'ania ile baraka, ameendelea kudumu, kuna namna utamkuta huyu mtu hana anguko. Ndio maana nimekuambia baada ya hili somo utaweza kumiliki ndani ya agano. Maana yake anayemiliki kiagano ni tofauti na anayemiliki tu. Mtu anayemiliki tu ni mafanikio. Kuna tofauti kati ya mafanikio na baraka. Baraka ya Mungu ikija inakuja na provision. Baraka ya Mungu ikija haiwezi kuisha tu. Hata yule mtu akisha ondoka duniani bado vile vitu vinaweza kuendelezwa. Kwa nini? Kwa sababu ile ni baraka. There is a difference between success and blessing. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa anasema angalia, utakapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake. Endelea ule mstari unaofuata. Anasema na makundi yako ya ng'ombe na kondoo yatakapoongezeka, na fedha yako na dhahabu yako itakapoongezeka, na kila kitu ulichonacho kitakapoongezeka, basi hapo moyo wako usiinuke. Bwana Yesu asifiwe. Anaposema moyo wako usiinuke, anamaanisha nini? Anamaanisha kitu cha unyenyekevu kiendelee kudumu ndani yako. Kitu cha unyenyekevu kwenye kutafuta uso wa Mungu. Kitu cha unyenyekevu kwenye kumuishia Mungu. Sio tu fika pale kuna mambo, kuna namna yamekaa vizuri kidogo umekimbia. Ndio maana kuna saa nyingine mtu mwingine haji madhabahuni kumshukuru Mungu. Anasubiri mpaka atokee kitu fulani kitokee huko, avunjike na vitu na miguu na nini, ndio aje madhabahuni. Baba mchungaji, kwa kweli nilipitia changamoto fulani. Maana unaweza kukuta ulijisahau. Watu wengine wanafika mahali akibarikiwa anajisahau, anaondoka. Sasa kitu ambacho nataka nikusisitize siku ya leo, angalia sana unapokuwa umekula na kushiba na vitu vyako vikiongezeka, kwa sababu nisipokupa namna hii baadaye Mungu atakutendea vitu vingi. Baada ya hii semina watu wataenda kuvuka zaidi ya walipokuwa wanafikiria. Kama kuna kiwango ulikuwa unamiliki, utaenda kiwango kingine. Ndio kanuni ya Mungu ambayo Mungu akinituma mahali inakuwa hivyo hivyo na haibadiliki. Kwa hiyo Mungu ataenda kuwavusha kwenda kiwango kingine. Kama Mungu ataenda kuwavusha kwenda kiwango kingine, ni lazima ndani yako ujitengenezee unyenyekevu kiasi kwamba Mungu, najua hichi kitu nimekipata madhabahuni, kwa hiyo nitakitunza kwenye madhabahu yako kisije kikapotea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na jana kumbuka nilikwambia kuna mahali nienda nikawa naomba. Nikaamua kuonana na watu. Watu waliokuwa wanakuja kuonana na mimi, unamuuliza ilikuwaje ukaanguka kiuchumi namna hiyo? Anakuambia bana, mtumishi ilikuwa 1 2 3 4 5. Unamuuliza eneo lako la utoaji wa sadaka ilikuwaje? Anaanza kukueleza tulikuwa tunatoa kwa kweli, lakini ilifika mahali eneo la isikwenda vizuri. Ukikutana na mtu ambaye anaweza kukueleza ukweli, anakueleza. Kwa hiyo kanieleza ukweli. Unakuta hali ya mtu inakuwa mbaya. Mungu alimbariki, lakini vile vitu havikudumu kwa sababu yeye hakuweza kukaa katika eneo la agano. Agano maana yake nini? Agano maana yake ni mapatano baina ya ulimwengu wa roho na ulimwengu wa damu na nyama. Kwa hiyo ukisikia mtu ameingia agano la ndoa, agano hilo linaingiwa madhabahuni, maana yake ni ulimwengu wa damu na nyama na ulimwengu wa roho vimepatanisha ili ndoa iweze kuwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Kama unanielewa sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Sema tena amen. Nasikia nikuambie, maana yake namna hii tunapozungumzia hii habari ya unyenyekevu ni lazima uichukue vizuri sana, sababu kuna kitu Mungu ataenda kufanya. There is something called divine provision. Kuna namna Mungu ataenda kuachilia vitu ndani ya hii wiki. Na mimi nataka nikuambie katika jina la Yesu, huko kuvuka kunakoenda kutokea sio kwa kawaida. Sijui ni wapi umekwama, sijui ni wapi mtoto wako amekwama, sijui umekwama umewekewa kepu. Maana kuna mtu mwingine amewekewa kepu, anaambia wewe utapata milioni 100 tu kwenye akaunti. Mwingine amewekewa kepu, anaishia kwenye kiasi cha hela. Mwingine amewekewa kepu kwenye eneo la ulimwengu wa roho, hawezi kuomba. Hata anataka kuomba pale nyumbani hawezi kuomba. Yaani kuna namna umezuiliwa, wamekuwekea mazuio ili usiweze kusogea. Nataka nikwambie katika jina la Yesu, baada ya hii wiki, baada ya hii semina, Mungu anaenda kukuvusha, na unapovuka utakapofika kule mbele, umkumbuke Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. Yesu, makofi na vigelegele. Haleluya.
Sema basi hapo moyo wako usiinuke. Maana yake anazungumzia habari ya unyenyekevu. Anazungumzia habari ya unyenyekevu. Lakini anasema itakuwa kama ukimsahau, anaendelea kuzungumza na kuweka msisitizo. Ukipata nafasi kaipitie, itakusaidia. Tuendelee. Sasa kuna kitu nataka nikuonyeshe kwa siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema watu. Sema watu. Rudia tena watu. Sema tena kwa sauti watu. Hakuna mtu yote duniani anaweza kwenda bila kuwa na watu. Mungu ameweka principle ya watu kwa sababu ni kanuni yake. Lazima kuwe kuna mtu A, lazima kuwe kuna mtu B. Ili mtoto azaliwe lazima kuwe kuna baba, lazima kuwe kuna mama, lazima mbegu itengenezwe alafu itokee. Achana na mambo ambayo anataka kutuletea ya kutengeneza kwenye chupa na nini, lakini utaratibu wa Mungu alioweka ni eneo la watu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa anaposema nataka tulipazane ili eneo tulichambue kidogo. Malango yako naye atakuwa wazi daima. Hayatafungwa mchana wala usiku. Ili watu, sema watu. Rudia tena watu. Rudia tena watu. Unataka kumiliki uchumi ndani ya agano, lazima uombe kwenye eneo la watu. Kama unaandika unaweza ukaichukua point. Lazima uombe kwenye eneo la watu. Na watu unawaombea nini? Baadaye tutaomba pia kwa ajili ya watu. Hii kitu kimoja hapo ambacho Mungu alinifikirisha wakati naandaa hili somo, akaniambia, unamkumbuka Petro? Nikamwambia ndio Bwana. Akaniambia unakumbuka Petro namna ambavyo alikuwa anazungumza na maneno mengi. Ni alikuwa msaada kweli saa nyingine kwenye ile timu ya Yesu vizuri kabisa. Lakini akaniambia unakumbuka Petro alivyokuwa anazungumza maneno mengi. Saa nyingine anafika mahali anaongea, Yesu anamwambia rudi nyuma yangu shetani. Okay. Tunapata tafsiri gani hapo? Unaweza ukawa na watu lakini shetani akawaingia. Tarudia tena. Unaweza ukawa na watu shetani akawaingia. Kwa hiyo kama ukikosa watu sahihi au ukapata watu sahihi alafu shetani waingie, inategemea shetani atakaa kule ndani muda gani. Maana baada ya Yesu kumwambia Petro rudi nyuma yangu shetani, kesho tunaona wanaendelea kwenye huduma. Maana shetani angeweza kuingia akaendelea kudumu ndani yake na ingekuwa usumbufu kwenye huduma ya Yesu. Kwa hiyo jifunze kuombea. Jifunze kuombea na jizoeshe kuombea eneo la watu wanaokuzunguka. Na kwenye watu wako watu wa aina mbalimbali, nitakuonyesha kwenye siku zinazofuata. Lakini jifunze sana kuombea eneo la watu kwa sababu watu wamebeba kukuvusha. Paulo anaposema nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa na wako wengi wanipingao. Wale waliokuwa wanampinga inawezekana tu ni watu wa migration, inawezekana ni watu yani wakati anataka kuvuka mpaka hawezi kuingia kwa Wathesalonike kule. Kuna namna wale watu walimzuia. Okay, kuna kitu nataka nikwambie kingine. Usiwe unamuona mtu kama shetani, lakini muone mtu aliyetumiwa na shetani. Kwa ukitaka kushughulika na sehemu ambayo umekutana na mtu mkorofi au jambo lako limekwama, usimuone yule mtu kwanza. Jua kuna roho ya shetani imeingia ndani ya yule mtu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu mwingine anaweza kukuta anasema sasa kwa namna ambavyo wifi alifanya, kwa namna ambavyo mama mkwe alifanya. Bwana Yesu asifiwe. Anapandisha na kanga juu namna hiyo. Anasema kwa kweli sitamsamehe. Hata kwenye kaburi lake 1 2 3 asifike. Wanaongea maneno mazito magumu. Akimtazama yule mtu kama yule mtu ndio sababu, kumbe yule mtu sio sababu. Kuna sababu nyuma ya yule mtu ambaye hiyo sababu ni shetani. Bwana Yesu asifiwe. Tupungiane hewani namna hii. Hiyo kwenye eneo la watu ni eneo very sensitive. Na leo wakati najiandaa nimeshangaa, Mungu amenikutanisha na watu mpaka nikashangaa. Kwa njia ya simu, kwa njia ya physical. Wakati najiandaa nikamwambia Mungu nakushukuru kwa sababu wewe ndio umewaleta hao watu. Asante Yesu. Okay, kitu kingine nataka nikusemeshe. Ni watu wangapi wakikutana na mtu wanamuuliza Mungu, huyu mtu amebeba nini kwa ajili yangu? Kwa wale wenye taasisi kubwa mnaweza mkaelewa, wenye taasisi kubwa ukikutana na mtu unaweza ukajua huyu mtu amebeba nini na unapima uaminifu wake na nini hivyo. Halafu unaweza kuangalia mahali ambapo anaweza kukusaidia ile kazi ukamweka. Nataka nikuulize swali kila mmoja.
Ni mara ngapi unajiuliza, Mungu, huyu mtu aliyekuja kwangu amebeba nini? Kwa mfano sasa hivi tuna semina. Umejiuliza mtumishi amebeba nini cha kwako? Kwa sababu ukiniangalia kama Joshua kwa namna ya kawaida unaweza usipate kitu Mungu amekusudia. Lakini ukaniangalia kama mtumwa wa Kristo niliyetumwa kuja kukuletea kitu nilichobeba, unapata ulichobeba double portion. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Kwa hiyo malango yanaweza yakawa wazi. Lakini malango yanapokuwa wazi yasipitishe watu watakao kuja kwenye hayo malango kwa ajili ya kukusaidia. Kwa hiyo ni muhimu sana kuombea eneo la malango yapitishe watu. Na ngoja nikuambie vizuri, yapitishe watu sahihi. Hakuna gharama kubwa kama kukutana na mtu ambaye sio sahihi. Ukikutana na mtu ambaye sio sahihi, kama una project au una mradi wako unaendesha mahali, kwa kukutana na mtu ambaye sio sahihi, anaweza kukuingiza kwenye hasara kubwa sana. Pata picha, una taasisi alafu una mhasibu, alafu ule mhasibu akawa sio mwaminifu. Auditing zikija kufanyika unashangaa kuna hasara hapa, kuna shoti hapa, kuna hiki hapa, kuna hiki hapa. Ni huo mfano ukiangalia namna hiyo, unaweza ukaona namna ya umuhimu wa kuwa na mtu sahihi au watu sahihi kwenye eneo lako. Au unataka kumiliki kiagano, unataka kumuona Mungu akusaidia kiagano, ni lazima uombe kwenye eneo la watu, tena watu sahihi ambao ukiweka kwenye maeneo wanafiti, ukiweka kwenye maeneo wanafiti. Na unapoweka kwenye maeneo wanafiti, usiache kuendelea kuwaombea na kuwatolea sadaka. Na unisikilize kwa makini. Ili kutolea sadaka watu, nisikilize, utanielewa. Yuko mwinjilisti mmoja rafiki yangu, kabla hajaokoka na kwenda uinjilisti alikuwa anafanya kazi kwa watu fulani wa dini nyingine. Kwa wakati anafanya kazi kwenye ile watu wa dini nyingine, asema kuna namna tu, kuna mtu alikuwa anakuja, kuna namna tu anafanywa, wanapelekwa kama mganga wa kienyeji, wanapelekwa, yani kuna namna walikuwa wanafanya ibada fulani za kwao huko. Alafu ananiambia wale watu, utaenda utakuta mfanyakazi yuko hapo miaka yote. Sasa sikiliza nikwambie, huyo Mungu wao ambaye ni mdogo kama Dagoni ana nguvu kuliko Mungu wetu. Lakini kama hana nguvu kuliko Mungu wetu, wewe na uhakika kwenye eneo la watu, wewe ukiamua kuomba, Mungu atakuongeza katika jina la Yesu. Nami nataka niongee na mtu mmoja hapa ambaye Mungu ataenda kumuongeza kwenye eneo la watu. Wacha hayo maarifa ya kuombea watu yaongezeke kwako, ili ukikaa uwe unaomba kwa ajili ya watu ambao wamekusudiwa kuja kwenye malango yako. Na sikiliza nikwambie, kwenye eneo la watu ni muhimu sana ukaomba, kwa sababu kwa mfano let's say umeenda hospitali, alafu daktari hujamuombea vizuri, akapiga operation, kwa bahati mbaya akasahau mkasi tumboni, operation itarudiwa. Kwa hiyo kuomba kwenye eneo la watu ili uweze kumiliki kiagano ni muhimu kuliko vile ambavyo tunaweza kuitamka kwa namna ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini. Unajua kuna kitu kimoja nataka ukione. Kwenye kutawala kuna vitu vilisemwa pale. Kuna ndege wa angani, kuna samaki, kuna wanyama. Lakini kuna kitu hicho kinachosemwa nchi yote pia. Anaposema nchi yote pia, maana yake amejumuisha kila kitu kilichoko ndani ya nchi. Ndio maana alivitaja, alafu mwisho wa siku akasema nchi yote pia. Kama nchi yote pia, maana yake umewekewa kutawala kwenye nchi yote pia, maana yake kuna watu kwenye nchi. Kama ni wateja, kama una biashara, kuna wateja kwenye nchi. Kwa hiyo jifunze pia kuombea eneo la watu, kwenye eneo la wateja, kwenye biashara yako unayofanya, kwenye kitu kinachokuingizia kipato, kwa sababu tunategemea watu watuletee utajiri. Wanauletaje? Lazima tuombe Mungu milango ifunguke, milango hiyo wazi. Ikisha kuwa wazi, wanaleta. Nami nataka nikuambie, kama kuna chochote kilikuwa kinazuia lango lolote watu wasije, wale watu sahihi, ninatamka katika jina la Yesu, wacha malango haya yakafunguke kwa jina la Yesu. Haleluya,
Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Nataka niseme hayo malango yatafunguka, na kuna neema inakuja katikati ya wakati. Ngoja nikwambie kitu kimoja ambacho kitakuwa ni ushuhuda mzuri ambao unaweza ukawa unaishi. Wakati mimi nimefaulu kwenda form 4, mama akawa naomba Mungu, sasa napata wapi ada ya huyu mtoto? Tafanyaje? Wakati anaomba Mungu aliinua mtu. Sababu wakati wewe unaomba Mungu akufanyie kitu, si kwamba Mungu atateremka kutoka mbinguni moja kwa moja aje. Ndio maana anazungumzia habari ya watu. Tunaenda sawa sawa? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nasikiliza nikwambie, kuna watu inawezekana shetani anikuzuia usikutane nao, ambao ukikutana nao maisha yako yanabadilika moja kwa moja. Mama alipokutana na huyo mtu, maisha yangu yalibadilika. Na sasa hivi nimesoma, Mungu amenibariki, ni mtumishi wa Mungu na ubiri hapa. Sasa ngoja nikwambie kitu kingine kwa upande huo huo. Kumbuka tunazungumzia eneo la watu. Yule mtu aliyenisaidia mimi, na sasa hivi namtumikia Mungu, baraka zake zitakuwa nyingi kiasi gani? Kwa kwenye eneo la watu kuna mambo mawili. Kuna wewe kumuomba Mungu akuletee watu sahihi, alafu kuna wewe kuwabariki wengine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana nasikia kwamba umebariki wengi, nami nakuomba sasa nibariki na mimi nibariki na. Kuna kanuni moja iko kwenye eneo la watu, nataka uishike sana. Moja, nasikia Roho Mtakatifu ananiambia nikwambie moja. Unapotaka Mungu akuinulie mtu au watu, ombea na wengine Mungu awainulie watu. Kwa sababu ukiwaombea wengine Mungu awainulie watu, Mungu atakuinulia wewe maradufu. Kuna mwingine unaweza kukuta anang'ang'ania kwenye maombi, anajiombea peke yake, anajiombea peke yake, anajiombea peke yake. Kumbe ulitakiwa uombe na Mungu ainue watu kwa ajili ya watu wengine. Sikiliza sawa. Wakati nikiwa chuo kikuu, kuna wakati nipita mahali fulani hivi, sikuelewa sana ilikuwaje, lakini nikafika nikawa naingia prayer room. Mtumishi Francis anapafahamu, maana tumesoma wote pale chuo cha uhasibu Arusha. Naingia prayer room, naenda kuomba. Naenda kuombea nini watu? Mungu, naomba Mungu inue watu, wale watu wenye changamoto kama ya kwangu. Bwana Yesu, nawaleta mikononi mwako. Naingia kule naomba mpaka na machozi na kila kitu. Nikitoka kule ni mwepesi namna hii, naendelea kutabasamu kama vile kuna yale majibu yamesha kuja. Lakini nimetoka kuomba kwa ajili ya watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wameipata hiyo? Hebu mpigie Yesu makofi na vigelegele. Kuomba kwa ajili ya wengine kwenye eneo la watu. Unapoomba kwa ajili ya wengine kwenye eneo la watu, hakuna namna baraka ya Mungu itakukwepa, zitakuja tu. Maandiko yanasema na baraka hizi zitakufuata na kukupata. Hautakuwa wa kuzitafuta, zitakufuata na kukupata katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Naomba slide inayofuata. Rudisha pale halafu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tunamshukuru Mungu kwa sababu kwenye eneo la kutawala kuna kitu anatufundisha kwenye eneo la watu, kwa sababu usipoombea eneo la watu, na mara nyingi sana shetani anachokifanya anawazuia watu wasiombe kwenye eneo la watu.
Kwa hiyo unaweza ukaja ukaomba mambo mengine ukaondoka, eneo la watu ukasahau kuliombea. Na it's very important, ni moja kati ya eneo ambalo Mungu amelikusudia liwe na baraka nyingi sana, na hizo baraka zikufuate. Okay. Na wana wa Israeli walikuwa na uzazi sana na kuongezeka mno na kuzidi kuwa wengi, nao wakaendelea na kuongezeka. Usihamishe slide mapema. Nao wakaendelea na kuongezeka nguvu, na ile nchi ilikuwa imejawa na wao, ambayo ilikuwa kubwa sana. Na wakaambiwa wazalisha wale, mtoto atakapozaliwa tu kiona ni wa kiume huyo, akiisha kwamba survive. Lakini Mungu akawatumia wale wazalisha. Ambia bwana, kila tukienda tunakuta tayari wameshajifungua hao, kwa kweli wako vizuri, kwa kweli wenyewe wako vizuri. Na nafikiri walikuwa wanawasaidia, wanajifungua salama. Lakini anasemaje? Na kuongezeka mno na kuzidi kuwa wengi. Nao wakaendelea na kuongezeka nguvu, na ile nchi ilikuwa imejawa na wao. Mimi sijui wewe umepita wapi. Sijui kuna jambo gani labda halijakaa sawa sawa kwa mtoto au kwako au mahali pengine popote pale. Lakini ninachokijua ni kitu kimoja tu. Mungu ataenda kukuongeza kama vile ambavyo aliwaongeza wana wa Israeli, wakaongezeka nguvu hata nguvu. Ndio maana nasema nao wakaendelea na kuongezeka nguvu, na ile nchi ilikuwa imejawa na wao. Mungu akapate kukuongeza katika jina la Yesu kwenye eneo la watu. Acha Mungu akuletee watu sahihi katika jina la Yesu. Acha Mungu akuletee watu sahihi kwenye familia, watu sahihi kwenye biashara, watu sahihi kwa watoto wako, watu sahihi ambao watakuita, watafanyika kuwa baraka kwenye hiyo familia, mpaka utasema Mungu, hao watu walikuwa wapi? Ninakutamkia hiyo baraka katika jina la Yesu. Na tunapoenda kuingia kwenye maombi hapa, acha neema ya Mungu ikufunike kwenye eneo la watu. Hao watu wainuke kaskazini, wainuke mashariki, wainuke magharibi. Kama kuna zuio lolote tunaliondoa katika jina la Yesu, na kila mwenye pumzi apige kelele aseme amen.